nitateseka, siku inakuja kwa wale walonidharau. Praise God, hallelujah. Mimi naitwa George. Yes, as you know, hii ni siku yetu ambayo Mungu ametupa, ambayo ya kuwaletea maneno machache pale. Tumekuwa tukiongea kuhusu ways of Christians, big conversation, na tukaachia pale mambo ya njia ambayo unafaa kupitia ndio unawili. Ni njia ipi hiyo Mkristo anafaa kupitia ndiye upate ufalme wa mbinguni ama aitwe mtakatifu? Ukienda pale kwa YouTube zetu utatupata Kanake Abraham wakiwa na Gigi Keng'ori ama Gigi Media 254, lakini kwa sasa tunatumia Gigi Keng'ori. Ukiingia pale YouTube utapata some of conversation. Last year tumekuwa tukiongea mengi, tukaongea kuhusu vijana anapoingia kwa mahusiano ni yapi anafaa kupitia, anapokuwa anapata mwanamke aoe ni njia ipi anafaa kupitia kama Mkristo dhabiti. Tukaongea kuhusu mengi pale YouTube, as you know, mengi pale hatuwezi elezea. Kibia pale YouTube haraka haraka, subscribe, leave a comment. Na leo tuko na machache ambayo tukumalizia. Last time tuliongea kuhusu mambo ya we talked about fornication, sexual misuse. Actually tuliongea sexual misuse na tukaangalia pati moja. Hiyo pati moja ilikuwa inaongea kuhusu mambo ya lesbian, mambo ya gayism. Ukiingia pale YouTube utaipata, na tukaongea mengi. Kama wewe umejipata kwa hiyo tabia, kibia pale na utasaidika. Leo nataka tuangalie kuhusu kujichua. Kujichua ni nini? Na Kanake Abraham nataka akaribie hapa ndio tuambie kujichua ni nini. Karibu sana man of God. Karibu sana. Asante. Yes. Tumekuwa tukiongea kuhusu ways of Christian, njia za Wakristo, ambayo tumekuwa zikiitwa big conversation. Are you aware watu wanauliza tulienda wapi? Watu wamekuwa wakiuliza tumeenda wapi, lakini hatujaama wala hakuna kitu imefanyika, bali ni shughuli za hapa na pale. Tumekuwa na shinde ya kimitambo, mashini zetu zilifanya kuwa na shinda kidogo zikaharibika, so that's why hatujarudi, lakini tuna imani ya kwamba Mungu atatuwezesha kurudi na itakuwa sawa. Ni mashini ilikuwa imeleta shinda hapo, that's why hata tumekuwa tukicancel vitu kadhaa pale. Tulikuwa tumeimbia watazamaji wetu ya kwamba kuna shinda ya kimitambo, lakini sasa hii we hope the best na Mungu atatubariki. Okay, last time tulikuwa tunaongea kuhusu sexual misuse sana sana kwa marriages na kwa vijana, lakini tukaona ya kwamba vijana hiyo tabia ni kama imewasanya, yani imewasubua sana, na tukaangalia kuhusu lesbians, wale wasichana wanajipata wako kwa jinsia moja. Ukiingia pale YouTube utapata that conversations ambayo ilikuwa inafunza kwa yule mtu ako pale na ameshindwa kuacha ile tabia, kibia pale. Leo ningetaka tumalizie ile topic yetu ambayo ni kujichua ama masturbation. Wengi wanaelewa masturbation ni nini, na bila kuelezea masturbation everybody knows. So nataka tuangalie swali chache sana, maswali ni 5 bwana Kanake. Na swali la kwanza inasema, je, mtu anawezaje kuacha kujichua peke yake ama anahitaji msaada? Mtu anawezaje kuacha kujichua? Kujichua unajua ni masturbation, si ndio? Ama anahitaji msaada? Asante sana kwa hiyo swali. Yes. Hiyo swali yako iko na jibu mara mbili. Unajua kila kitu iko na mwanzo yake. Kuna mahali alianzia. Na kila kitu huanza kwa mind.
sana sana hiyo masturbation ama kujichua, unaweza acha ama unaweza saidiwa kuachana na hiyo kitu. Kama ungetaka kuacha wewe, mtu akitaka kuacha yeye peke yake, you have to make a decision that from today sitafanya hii kitu. Very true. Uset your mind. Sitafanya masturbation tena, na iwe ni hivyo tu. Na ikikushinda, unaweza tafuta mtu akusaidie kuachana na hiyo kitu. Uwe open kwa mtu, uende kwa mchungaji ama wale ambao wana saikolojia, tunaoitanga counselors, au watakusaidia kuacha. Lakini the most important sana mimi which I can prefer ni kwamba make a decision ya kwamba I will not do this. Haya. Ati ni vyema we mwenyewe useme nimeacha. Na sio kuacha tu, ni kuamua na kuomba Mungu, mwambie, mimi Mungu, hii kitu imenisumbua sana. Ukiangalia pale kwa mtandao, especially kwa Twitter, not Twitter, kwa TikTok. Isipokuwa siku hizi hiyo maneno haifanyiki sana, lakini hapo awali kwanza kuna hii style unasikia wanajiita sijui maniki, kitu kama hiyo. Unapata some of young generation wameingia kwa hiyo sarakasi. In that wanaharibu, wanajiharibu. Unajua George, wasa nikwambie, mimi naongea kama Mkristo. Makosa ni makosa. Hata ukirembesha, hata uipake mafuta. Tulikuwa tunasema the decorated donkey remains a donkey. Ina maana punda hata ukipaka rangi uirembeshe aje, mwisho wake ni funda. So hata wakijaribu kusema kunyonga mangi, sijui kufanya nini, sijui kujirefresh, yani nimeenda kujifresh, hata nimetoka kujifresh. Hiyo yote kwa macho ya Mungu kama Mkristo ni dhambi. Not only Christian, even the Islamic, they hate, wanachukia hiyo kitu. Hiyo kitu ni makosa mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye alikuumba. Ni makosa. So makosa ni makosa. Hata ukijaribu kusema nini ni makosa. Hiyo kitu haifai. Haya. Ni njia zipi bora kupunguza hamu ya kujichua? Ni njia ipi bora? Yaani unajua kusema uache kitu kama hiyo. Unapatanga most of hawa wanasema kunyonga manki. Mtu anasema sifanyi, lakini unajipata wanafanya. Sasa ni njia ipi bora ya kuacha hiyo hamu? Ziko njia nyingi sana, lakini nitataja tu kidogo zenye very crucial ama zenye ni ziko karibu sana. Nimetangulia kukwambia kitu ya kwanza ni kumake decision, sisafanya hii kitu. Ukiamua bila kusurusitwa na mtu, bila hata kufanya mambo mingi, uamue sitafanya hii kitu. Jambo lingine yenye imepeanwa na wanasayansi ama wanasaikolojia inasemanga, unajua hiyo kitu haufanyangi publicly. Unafanya umejipisha. Pengine unajifungia peke yako kwa bathroom, pengine kwa room yako ya kulala, ama pengine kwa kuavoid hiyo kitu, maana uifanyi haifanyiki openly. Hiyo na nafasi, tafuta kitu ya kuweka kwa hiyo ngavu. Jaribu kuwa na company, watu, yani because hiyo kitu nafanyanga nikiwa peke yangu. So tukiwa na rafiki yangu sitakuwa nafanya hiyo, sitakuwa na nafasi nzuri ya kufanya hiyo jambo. Si unaona? Keep company. Keep company. Very good. Kuwa na company. Jambo lingine, wakati unafikiria hiyo, unaona hiyo kitu ni hiyo mawazo ni kama inakuingia, tafuta kitu ya kufanya haraka haraka, jikipumbize. Akili ziondoe kabisa. Akili hiyo siondokane na hiyo kitu. Na wanasayansi wanasemanga jifanyishe mwili wako mazoezi. Jiweke busy the whole day. Unaweza kimbia, unaweza sanda hata kwa mpira, unaweza sasa press up, si unaona? Yani something inaweza keep busy. Ili hiyo mawazo iondoke katika fikira. Sasa hiyo ndio njia bora kabisa ya kupunguza hamu. Sasa hiyo hujaacha ni kupunguza juu tayari imeathiri akili yako. Unaona sasa, tuseme for example, hiyo mambo, hiyo kitu nilikuwa nafanya nikiwa peke yangu. So wakati tuko na wewe, unaona sasa sitafanya, maana tuko
niko na kampani yako, unaona, ama we are busy talking, we are busy discussing about mpira ama about mahubiri, vitu kama hizo, si unaona? Hiyo ni njia moja. Hiyo ile fasi ilikuwa ingie mawazo ya kutenda ile zambu, masturbation, imekuwa occupied na company. Unaona? So nikiendelea hivyo kuwa company, hiyo kitu itaenda ikifunguka kwa mawazo, ikiondoka kwa mawazo mpaka nisahau. Kama ni kuenda kwa mpira, nikiwa busy huko, sasa mpira kwa kiwanja nimekimbia, ile fasi kubwa ya kuwa sana wanasaikolojia wanasemanga loneliness inasangianga hiyo. Inachangia Loneliness, kuwa peke yako, unasikia uko upweke, yani msukumo wa mawazo. So wakati umejikipu mbise pale kwa kiwanja ukikimbia, hauna nafasi ya kufikiria kufanya hiyo kitu, masturbation. Si unaona? Na pia ukirudi kwa nyumba, utarudi kama umechoka, so utaenda kama umelala. So na hiyo open mind, hiyo yani hiyo nafasi kubwa ya kufikiria hakuna. Umejaza mawazo yako na kufanya kitu kingine, hata kusoma kusoma Biblia. Unaona, napenda sana kusoma novel ama storybook, unaona? Inasaidia inasaidia kuacha hiyo tabia. Mind yako iko busy, haiko idle. Yes. Okay. Ningetaka utuambie ushauri wa kidini ama saikolojia unaweza kusaidia kivipi kuacha sana especially ushauri wa kidini. Ushauri wa kidini ni muhimu sana. Kivipi? Kwa wale watu wanamcha Mungu. Kwa sababu kumbuka hiyo dhambi, hiyo makosa niita makosa. Masturbation ni dhambi machoni mwa Mungu. Very true. Na unifahamu hiyo mambo iko katika Mathayo 5 mstari wa 28. Hiyo iko hapo. Ni makosa katika Old Testament. Hiyo hapa ndio imeongelelewa sana zaidi indeed. Kwa sababu sisi wote ni watu wa Mungu, ni makosa sana kufanya masturbation mbele ya Mwenyezi Mungu. So unapoenda kwa mshauri, na nasema watu wote wameokoka wanaweza kukushauri mambo ya kibiblia. Mtu mwenye ako na hekima ya Roho Mtakatifu ya Biblia, huyu atakusaidia, atakungaidi ili uondoke dhambi. Usikufanya masturbation is against the will of God. So ushauri wa kibiblia itakusaidia zaidi kukomboa mawazo yako kwa kumkosea Mungu wako. Hata wana saikolojia au tuseme counselors, hata wao hii kitu kufanya masturbation inaathiri mwili wako. Wakati unafika kwa doa unapata risasi hazifanyi kazi, ama waste your energy kufanya masturbation. Actually kuna msayansi alisemanga wakati tuseme mwanaume sana inaharibu wanaume. Wakati mwanaume anafanya ile kitu, tuseme anafanya ile kitu, huu ni msayansi. Wakati amemaliza tu hivi, ni kama yule mtu anakuanga amekimbia 21 km. Mahali tu atasimamia hivi. That's true. Inakuanga kweli. That's true. Ni kweli. Yeah, in fact sayansi wanasemanga ufanya hiyo masturbation wakati release, wakati umeachilia hiyo yake, ni kama kulima shamba. Nasema kulima shamba ama ile umetumia, kwa sababu kitu is a lot of energy test that inaweza kukusaidia kulima siku moja kwa shamba. Hiyo energy ama kukimbia kilomita 21 km. Wakati unafanya masturbation, unajua sehemu ya siri yako ni soft sana. Yani niseme ni nyepesi sana, it's very soft, si ndio? Na unatumia mikono. Si mikono ndio wanatumianga kufanya masturbation. Na sabuni. Wakati unatumia hiyo kitu, mkono wako, kwa sababu umezoea kufanya vitu ngumu, inaweza athiri sehemu ya siri yako. In fact, kwa mama tunasemanga inaweza kupea vidonda na infection. Yes. Hata wanaume. Hiyo mwili, hiyo sehemu ya siri yako is so soft. Yani haijaumbwa kama sehemu zingine, si ndio? So wakati unafanya hiyo masturbation, mkono wako, kwa sababu anatumia mikono, hiyo mkono ni ngumu kuliko hiyo sehemu. Unaelewa? Anaikuwa vidonda. So inaharibu. Such that ukiizoea sana hiyo sehemu yako ya siri itakuwa ngumu kama mkono wako, kama kiganja yake ya mkono.
This is true. Yeah. Eh. Itakuwa itakauka hivyo. Na sasa ataipata mwanamke sehemu yake ikikauka, atapata mwanamke kweli? Hata mwanawake watakuwa wanatoroka. Hiyo ni swali nzuri sana. Unaona, wanasayansi wanasemanga ukizoea kufanya masturbation, hamu ya mwanamke hautakuwa. Hiyo ni kitu moja. Inaisha completely. Kwa sababu gani? Completely. Kwa nini? Kama nimezoea kufanya hiyo kitu, sasa hiyo courage ya kwenda kutongoza mwanamke hakuna. Juu wewe unajitosheleza. Najitosheleza mimi mwenyewe ndio. Najisivisha mimi mwenyewe. So hata kuaibika kuenda kutongoza mwanamke hakuna. Yaani niko na aibu. Naibika. Naona aibu na zile material ya kwenda yaani tunasemanga yaani ile yaani unaonanga ile tangu wazi material za kwenda kutongoza mwanamke hauna. Zote zimetoroka. Yaani hata mnaweza kisoea kitu ikuingie in deep, yaani ikae sana, yaani iwe ni mazoea yako. Material za kumtongoza mwanamke zinaevaporate. Haya, ni nini inasababisha mtu kuingia kwa masturbation? Unajua maybe kuna yule mtu ako pale na hajui, hajaingia kwa masturbation, lakini kuna zitu anaona, ama ni nini nafanyanga mtu aingie kwa masturbation? Sana sana ni unaona hizi video za sexual pornography very good. Hizo zinasangianga sana mtu kuanguka kwa ile mtego. Hiyo ni kitu moja. So kama kuna mtu anatazama pornography, acha utaingia kwa masturbation. Acha. Maana sasa umeona tendo la sex likiendelea na wewe hauna mtu wa kukusaidia hiyo kitu. What next? Kwa sababu mawazo fikira yako imeingiwa na hiyo kitu ya kufanya sex. Si unaona? Mawazo yako imeingia na mwili umeamka na huna kitu ya kukusaidia. What next? Either ukimbize kuku ama mbuzi ama ufanye hiyo masturbation. Ni kweli? Mwili kiamuka utaipeleka wapi? Huwezi mwagia maji ati itapoa. Huwezi mwagilia maji ipoe. Lazima hiyo kitu ikiamka lazima release hiyo kitu. Lazima sasa hiyo juu ishakuwa machua. Tayari those ducks kulingana venye mtu ameubwa ishakuwa machua. Imemachua na inataka kutoka. Yes, utafanya nini? Either ukimbize kuku ama kondoo, mbuzi ama ng'ombe, ama ukimbie na sabuni kwa mbavu. Hakuna dawa nyingine. So watching of pornography inaweza sababisha sana kwa hiyo kitu. Ni hatari sana kwa nini? Kitu kingine company. Marafiki. Tukitembea chatting. Mna chat mambo ya tabia baya, kutumania picha baya. Unaona tukitembea na wewe ile so tunaambukizana tabia. Kama mimi ni mkorofi tukitembea na wewe unakuwa mkorofi. Kama mimi ni mwizi ukianza kutembea na mimi ni mwizi nakufunza hiyo tabia. Obvious, si ndio? So mambo mawili very crucial, very powerful sana. Jiepushe na kuona picha za sex ama pornography. Achana nazo kabisa. Kitu kingine company. Ukielewa mtu anafanyanga hiyo masturbation, muepuke, maana atakuambukiza hiyo kitu na itakuwa hasara kwako. Very true. Na masturbation ama kujichua kwa marriages unaweza pata kwa doa, tuseme familia, either mwanaume ama mwanamke, unaweza pata kwa doa masturbation. Siko, lakini is very rare, si sana, si common kama. Zinatokana na nini? Na wale tayari wameoana. Unajua sasa kuna for example kwa hiyo swali, kuna mtu akitamani kufanya sex hawezi jisuiria whether ileke or not. Watu wako hivyo, watu ni different sana. Very different. Hawezi zicontrol. Na pengine ako na mwanamke pale amemnyima na alikuwa prepared kufanya hiyo tendo na amenyimwa. So inabidi afanye. Which is not si vizuri. Katika Biblia kuna mtu alilaaniwa na Mungu kwa sababu ya kumwaga hizo sperms zake chini. Iko katika Biblia. Genesis hiko alilaaniwa. Mungu alikuwa amelala na brother yake. Akaona sasa asizae kizazi yake, alilala na bibi ya ndugu yake. Na bandari amwage hizo sperms mali zinastahili ili ampe mtoto, aliondoa hiyo kitu akaimwaga chini, naye Mungu akakasirika akamuua. So haifai. Kwa hizo ducks hizo ni vitu Mungu aliumba ambazo ni za uzazi. Yes.
kizazi. Yes. Ni kumaanisha wakati unamwaga hizo vitu chini, ni kama unaharibu watoto. Hata unamdhihaki Mungu, unamkasirisha Mungu. Hiyo ni mbegu ya uzazi, si ndio? Na mambo ya wanawake nayo namna gani? Bado wako kwa hiyo hatari ama? Yes, wako. In fact, hao ndio wameathirika sana na hiyo nini. Lakini wao sana naona wananunua toys. Si ndio nakwambia sasa. Hebu ona, umesema iko especially town Nairobi ziko nyingi sana. Which is very bad because unajua sasa nikwambia kwa mwanamke toys si kama mwili wa mwanaume. Mwanamke kwanza especially nimeona kuna hiyo kitu ya kuchanjiwa imewekwa kwa moto, inakuwa unaichanji. Unajua hiyo kitu si nyama na si mwili wa mtu, si damu. Unaelewa bila machine, yani hiyo kitu ni machine. Vibration yake is more strong than mwili wa mwanaume. Unaelewa? Naelewa. Na pengine unajua mwili wa mwanaume uko na zile dakika. Wanasayansi wanasayansi wanasielewa. Kuna zile dakika unafaa kuwa, lakini hii kitu nenda hata more than is non-stoppable mpaka wewe mwenyewe switch off. So kwanza hiyo is very risky kwa wale watu wanatumianga, especially ladies. Hiyo ni hatari sana. Ni kumaanisha kwa maisha yake yote, hata hiyo na mwanaume wa kwenda 2 hours. Yes. Utatoa mwanaume wa kwenda. Mwanaume yule ameenda sana ni 7 minutes to 8 minutes. Na huyo ndio amevunja record. Usidanganywe ati kuna mwanaume anakaa juu ya mwanamke more than hizo. That is true. Yes. Kumaanisha wale wanaenda labda usidanganywe na mtu ati amekaa 30 minutes 40 minutes. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mandawa. Which is very wrong. Na bado hiyo ni wrong. Si vizuri kwa sababu wewe unatumianga ndawa. Ile siku sipotumia hiyo ndawa, hiyo kitu haitaamka. Especially hizi ndawa wanaume wanatumianga sio ya kusisimua mwili. Simeua wengi, tumeona wengi wakitangazwa. Wamekufa. Yes. Hata mwingine Mombasa nilisikia juzi alikufa. Yes. Sinaua watu maana hii kitu alikula hiyo dawa kisha akafungulia TV ikakuwa yani dawa yake iko more strong than ile kitu anaocha, ikabidi akufe. Basi hiyo ndio iko. So wewe kaa vile Mungu alikuumba, wachana na mambo mingi. So nilikuwa naongea, unaona hata wanawake hiyo kitu. Unaona kama wewe ni mwanamke msichana na unatumia hizo toy, ujue ile spindi na kupeleka nayo sio mwili wa mwanaume unaweza kupeleka nayo. So hakuna wakati utapata hamu ya mwanaume, na hata mkienda nayo naye utakuwa ukisikia haujatosheleka, maana nguvu ya mwili. Alafu ile kitu pale mwanzo ulisema kitu hii vitu ya wanaume inakuwaka nyororo nyepesi. Sasa ile ni chuma. Si unaona sasa inakuweka kindonda ama alafu umezoea chuma. Sasa nyama na chuma zitaendana kweli? Haiperekani. Haiwezi perekana. So hii kitu mbodhi kwa wanaume na wanawake ni hatari sana. Especially ladies waache kutumia hiyo kitu. Kwa sababu unataka juu ujichotereze, waache kutumia hiyo kitu. Sasa naona muda wetu umeishaisha. Ningetaka tu finalize na swali la mwisho ambayo inauliza kuna madhara gani ya kuendelea kujichua na yanaweza kumfanya mtu amue kuacha? Ni madhara gani inaweza kusukuma zaidi ukiwa pale mpaka ufikirie kuacha? Ni kama umetuambia, lakini ni gani muhimu? Ni gani hiyo sasa? Mambo ni mawili hapo. Nimekuambia the most, kwanza unaharibu mwili yako. Unaharibu mwili yako. Hiyo sehemu ya siri is so soft. Kuliko hizo vitu unatumia. Hiyo ni madhara, the biggest madhara. Kitu kingine, uliumbwa uwe na generation yako. Ukifanya hiyo kitu saidi, hamu ya mwanamke imekutoroka, so that hautapata mtoto. Yes. Hautapata. Kwa wanaume inaathiri mambo ya sperm ducts, zinakuwa weak. Yes. Inaweza ikifika ile time ya kupata mwana hawezi pata, hawezi alisha. Mwanamke naye hiyo tumeniambia hiyo kitu ni chuma, hizo toy hizo. So nasikiaga, sijaiona, nilikusikia. Ziko. So hebu imagine toy. Hiyo ni kitu ronje, hata wewe mwenyewe ukifikiria hivyo unaona haingiani, maana hii toy unaitumia. Sasa si unaona wewe unaenda kuharibu mwili yako. Si unaona sasa wewe
unaharibu, unajiharibu. Hii toi sasa swali ni je, kuna ile kipimo, kuna kiwango unataka, unajua sasa mwili yangu ni hii, naenda kutumia kiwango hii, ama nitaiwekea itaenda dakika 2 ama dakika 5 ama dakika 10. Si unaona? Haina limit. Madhara ile kubwa sana inakuondolea hamu ya kutamani wanaume. Maana unajitosheleza wewe mwenyewe. Ukiwa mwanamke inakuondolea hamu ya mwanaume. Maana unajitosheleza wewe mwenyewe. So ukipelekana na mwanaume hauoni kama ni kitu, means hata ukitaka kuoleka hautaoleka, maana wewe ushajitosheleza. Unajua ile hamu kutamani kuwa company na mwanamke ndio inafanyanga tuohane. Na niulize, ama ndio maana siku hizi ndio imekuwa watu wanakaa siku 2 mnakosana. Juu tayari ulikuwa umezoea ile tabia na umefika kuoa na umefanya harusi ya kanisa. Na hii kitu by then ilikuja kurealize kwa Wakristo, si watu wenye hawajaokoka, kwa Wakristo imewaadhiri sana. Sasa unapata ndoa mingi wanaoana within 2 months wanaanza vita. Ama ni hiyo inasababisha? Yes, inaweza kuwa ni sababu moja. Inaweza kuwa ni sababu moja. Kwa sababu pengine umeingia kwa ndoa na ukiwa kijana ulisajiharibu kitambo. Unapata pale ni nyama na umezoea chuma. Yes. Ulijiharibu kitambo. So ampelekani. Kama ulizoea hiyo ukiwa kijana, tuseme ulifanya masturbation ukiwa kijana. Na nimekwambia mkono ni ngumu kuliko mwili wa mwanadada. Yaani kuliko ile. Yes. Haya, na ndio kitu umezoea. Na usisahau ya kwamba before nilete hii conversation, let me talk the truth. Unaona huko kwetu nyumbani. This is a true story. Even my workmate wanajua hii kitu. One of my workmate, kuna msichana alikuwa ameadhirika na hiyo kitu wakati alikuwa shule. Unajua shule kuna maybe zile vitu wanatumianga shule. Sasa wakati alifika nyumbani, this is a true story. I think he's 1 month now toka aziko yule mtoto. Alikuwa form 3, form 2. Yule msichana alienda akachukua carrot. Anaulizwa, "Ni hizi carrot kubwa ni za nini?" Hii tunakataga ya kukata. Kumbe anataka aende afiche moja usiku aende aitumie. Na ilifanyika vile. Kwa kibahati baya ile carrot akiwa kwa harakati ikaenda ikakatikia kwa tumbo. Sasa venye ilikatika kwa tumbo, msichana hakusema. My friend. Unajua sasa hiyo sehemu yao kulingana venye imeubwa ni tofauti sana. Ndio kama inatoshea kichwa ya mtoto, obviously ni kubwa. Sasa alikaa na hiyo carrot siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, 1 week. Ndio sasa mzazi akashindwa. Kwa nini anachelewa kuamuka? Kwa nini mtu hata walking style ina imenini? Huyo mtoto hospitali. Kufikishwa hospitali, kupigwa picha. Carrot kwa sehemu yake. Kwa kibahati baya daktari akasema according to venye hiyo carrot imekaa pale imeoza. Imefanya mpaka sehemu yenyewe ikaoza. Huyu mtoto hakuna surgery anaweza fanyiwa. Tumfanyie surgery, tumfanyie nini? Tayari mambo yake ni kuisha. Mpeni wiki ngapi aishi? Hata huko kwetu kuna na alikufa na akazikwa. Kuna mchana alifanya hivyo tu, akatumia ndizi. Ikakatikia ndani. Ndizi imeiva, ikakatikia ndani. Huyu alitolewa, lakini si unaona sasa haibu na hasara kubwa. Sasa heri huyu alitolewa. Huyu aliiza true story. Amezikwa juzi. So, hiyo ndio madhara kama watu hawajui. Si vizuri. Si vizuri. Kuna zile njia Mungu amepeana na si uoe. Simple as that. Oa na hiyo mambo utaacha. Yes. Lakini unajua tena unaweza oa upate tena yule mwetumeoa hana mambo ya ile maneno. Napata akikunyima na unachukua kasabuni. Sasa jejema ni uodo hiyo kitu kwa akili. Hiyo ni topic nyingine tutaongelea siku nyingine. Lakini the best way to ukimcha Mungu mambo mengine utapatana nayo. Ndio naweza sema. Naona muda wetu umeisha na kwa hayo tutakomea pale na tutaendelea tukifuzana. Hii mambo haiwezi isha leo. Lakini kitu muhimu ni uamini Mungu na uache hizo tabia. Na kwa hayo machache, may God bless you. Kanake Abraham acha tuambie atapatikana wapi? Unaweza mpata wapi akufundishe? Akuachie namba ya simu. Na maybe wewe uko pale na utaacha hizo tabia.
Channel yangu ni Kanake Abraham. YouTube zote mitandao ya kijamii utanipata pale. Subscribe, share, na ukiuliza swali pale niandikia email, utanipata na utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti kwa hiyo nafasi umetupa. Tunasema ni asanti kwa mtazamaji wetu, mbariki, na kama ako na ile tabia Bwana murejeshe kwa ukoo zako na umpe mawazo mapya ya kuachana na ile tabia. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Shalom, shalom.